siku ile hatimaye tukamtambulisha kocha mpya Mr. Joao. Anakuja kufundisha Dar es Salaam Africans na kibarua chake cha kwanza inawezekana kama mechi na Mtibwa Sugar pale KMC siku ya kesho. Pedro Joao, ndio. Mwalimu kutoka Ureno, timu ya taifa ya Angola mpaka Yanga Afrika. Sio maana yake. Bado tunarudi pale kwamba viongozi wetu na isho lao limeona hapo. Ni mwalimu ambaye amejipambanua katika mpira ambao alifundisha Angola mpaka amefikia kwenye malengo ambayo hapana. Bado viongozi wetu wanaendelea katika muonekano ule wa kuangalia majicho ya walimu. Lakini narudi pale mwalimu ndo kaja. Mwisho wa siku anakuja lishaanza mashindano. Sawa Tuko kwenye msimu wa mashindano. Klabu bingwa iko mbele tutakuwa bado tunacheza. Lakini ligi bado tumpe nafasi. Kwa sababu kutoka timu ya taifa anakuja kwenye klabu, vitu tofauti. Klabu na kanani baada ya wiki moja, lakini timu ya taifa atakuwa kanani kila siku. Maana yake ni kwamba timu ya taifa unaweza kaandaa wachezaji wako 11, 12 ambao jua hawa wanaenda kunipa matokeo. Lakini klabu na wachezaji 30 mpaka 28 mpaka 27 wenye uwezo. Kwa nake tumpe timu ambayo akae nayo sasa aje kujua wachezaji gani ambao kuanza naye, nani sio kuanza naye. Kwa sababu usitemegee uliomwona leo anacheza, mwisho asubuhi katika mwalimu mtafanyaje? Acheze. Kwa hiyo tumpe nafasi. Ni mwalimu ambaye mimi binafsi kwa CV ambayo iliyozungumzwa na ukifuatilia katika mashindano ya CAF alipocheza Chani AFCON, ni mwalimu anaonyesha moja kwa moja ana uwezo, na kama Mwenyezi Mungu atamjalia Yanga yangu kutoa pale kuipeleka sehemu. Lakini hii yote inaonekana tunapomzungumzia ana uwezo ama hana uwezo. Ukiangalia tu kufuatilia kwa CV yake, sio mwalimu wa kufundisha timu za vilabu, na vile vile hana mafanikio yale makubwa ya kutoa makombe. Hii jeuli mmeitoa wapi ya kumchukua ile kocha anakuja kufundisha timu yenu ambayo muda wote yenyewe iko katika ushindani wa kuwania mataji? Unajua kitu cha kwanza ambacho kinachombeba mwalimu ni CV yake ambayo kwanza aliyosomea, taaluma ambayo ameisomea na amefika katika kiwango gani. Hata Roman Fozi viwango ndio niache sasa, usinitajie mwalimu ambaye tushachana naye. Kwanza niache kwa mimi nitakuja. Ninakwambia mwalimu ambaye alitoka Ureno akaja Angola, alichukua klabu kwanza kabla kuchukua timu ya taifa. Alifundisha klabu Angola. Baada ya pale wa Angola wakamuona akawa na imani kwamba huyu anaweza kusaidia kwenye taifa letu. Ndipo alipoanza kumpa timu ya taifa za vijana mpaka timu ya taifa kubwa. Sasa wewe ukizungumzia hivyo mwandishi, mtu kama akachukua timu ya Angola kaipeleka mpaka robo finali kwenye mashindano ya CAF Afrika, wewe ukitarajia mpira gani ambao hajanani? Hayo ndio mafanikio ambayo tunazungumza. Huyo mwalimu ulionitaja, mwalimu ambaye yupo kwenye CV kubwa lakini bado hajapewa timu kufikia miaka mmoja ili akaonesha kile ambacho alichokuwa nacho. Bahati mbaya amekuja Yanga Afrika, akudumu kaondoka. Atafute timu nyingine ambayo atakwenda atafundisha, kama Mwenyezi Mungu atajalia ataonesha ubora wake. Lakini huyu mwalimu ashaingia kwenye 16 kwa mashindano ya Chani, ameshaingia robo finali nani ya mashindano ya Afrika AFCON. Ni mwalimu ambaye tayari ameonyesha kwamba ana uwezo wa kufundisha uwanjani, iwe timu ya taifa iwe klabu. Hizo timu ashafanya nazo kazi zote. Nina imani kwa mwalimu ambaye Afrika amekaa muda mwingi na ule umri wake aliokuwa nao ataisaidia Yanga, lakini tuwe na uvumilivu naye. Isije katokea amefundisha mechi ya kwanza, mechi ya pili amefungwa, tukaanza usema tena ngoja angalikuja Gamondi, bora angalikuja Nabi. Hiyo ndio shida. Lazima tubane mwalimu ambaye alikuja sasa hivi. Tukifungwa tumefungwa wote, kisha tushinda wote. Lakini sasa katokea mwalimu amekuja tumecheza tumebanguliwa, mtu anaanza kuambia bora mwalimu yule pale, bora mwalimu yule. Hatuwezi kuendelea katika mazingira. Lazima tukubali viongozi chague mwalimu, tuendelee naye. Mwalimu ambaye alikuja, tuangalie alichokuwa nacho atupe, tuangalie timu yetu inaelekea vipi katika mashindano makubwa ya Afrika na ligi kuu ya ndani. Ni wazi Yanga tuseme inaishi kwa tuku ya miaka 4 ya mafanikio. Ndio maana mashabiki wa kila kitu kikitokea wanaattempt vibaya. Wapo mashabiki hivyo wanaodhani kwamba Yanga itakuwa ifungwa. Wapo mashabiki, wapo wanachama wanajua kwamba Yanga ilikuwa ifungwa. Mimi kwa siamini kwamba Yanga haitofungwa. Nilikuwa naamini Yanga haiwezi kufungwa na Simba kwa sababu tushajua tuwafungeje. Lakini Simba itatufunga. Lakini Simba tushajua udhaifu wao, sisi tunawafunga tu. Sababu bila wao ndio ujanja. Mimi nakwambia kwa sababu watu walikuwa wanajua kabisa kwamba Simba sisi kipindiko anatutesa, lakini tulikuwa timu dhaifu. Lakini wao tunawatesa akiwa timu yao wanasema ina fedha. Yaani hiyo ndio shida. Hata tutemegea tunavyofunga Simba kila siku mechi sita mfululizo kwamba tutafungwa na timu zingine, tutatoa sisi tutaamka vibaya, tutafungwa. Hata hao makolo ipo sisi tutaamka vibaya na tufunga. Tukubali. Tulishaamka vibaya, lakini mimi nakwambia tulivyowafunga hao makolo, kufungwa kwa tungalifungwa sisi Yanga Afrika. Yaani sasa hivi kuna changamoto sana kwa sababu washabiki wengi sio Yanga Afrika tunaona kama mpira sio timu ya kufunga. Kila wakati tukubali kwamba ipo siku mpira au mwaka tutakwenda vibaya. Na hata kama ikitokea bahati mbaya tumecheza msimu mmoja kwa mabingwa, sisi jambo letu kuunga mkono timu yetu tu. Sisi tuunge mkono timu yetu. Kwani tusiunge mkono? Mbona tulikaa miaka ile ya uboga tulikuwa tunaunga mkono timu yetu. Kwani sasa tuseme timu yetu ilifungwa tayari sisi tuunga mkono. Mimi na kitu ambacho siamini. Tubadilike, tuangalie kwanza Yanga, mambo mengine yaendelee. Kwa quality ambayo iko nayo Yanga na kumwangalia Joao kocha mpya aloingia, ni wazi sasa hivi anaenda kuitengeneza Yanga na kurudi Yanga ile ambayo wana Yanga wameizoea.
Alafu Yanga ikupotea sana. Sema nyinyi mnajisaulisha. Yanga haijapotea kufikia kwamba eti mwalimu atapata tabu sana kurudisha Yanga. Yanga ikupotea katika misindio. Kwani imepotea vipi? Yanga imecheza michezo mingapi na mifungo michezo mingapi? Itarudi kwenye ubora wake. Mfano mzuri, rais wa klabu juzi alisema Benjamin Mkapa baada ya kuisha mchezo. Anasema tumepitia kipindi kidogo kifupi kigumu, lakini nina imani tukirudi tunakuja kurudi vizuri. Sasa ngoja tuone kama rais wa klabu ameongea. Mimi nipinge nani? Ngoja tuone mwalimu mpya amefika, akabidhiwe timu atuonyeshe kilichokuwa nacho. Tunaenda kushuhudia identity ya klabu sasa hivi. Kila mwingi achia twende kwao. Basi inshallah Mwenyezi Mungu amjalie mwalimu wetu afundishe kila anachokiona yeye kinafaa kiingie kwa wachezaji ili Yanga irudi katika ubora wake, turudi katika ubora wetu, kila kitu kiende sawa, na wale ambao watutakia mabaya basi wajue Yanga imerudi, inakuja kufanya vizuri, achukua ubingwa mara 5 mfululizo na kila ubingwa kufanya katika mashindano tunataka tuingie katika hatua zile bora zaidi kuliko tulipoishia mwaka jana. Kituo kinachofuata mechi na Mtibwa Sugar pale KMC. Inshallah kwa sababu kesho tutakuwepo KMC Complex, nina imani tunachukua alama 3 tunaongeza kwenye alama zetu, ndio tutakuwa na alama 7, huku tunajiandaa kuelekea Mbeya na Prison. Tutapiga Mbeya na Prison, tutakuja kukulia nyumbani, tutaangana na fuata mbele, tuanze bara letu la kuwafumu watu nyingine. Watakuja watachezea. Mtibwa wamekuwa moto lakini. Mtibwa wa moto lakini bado mtoto aliyopotea njia hawezi kuchukua tu njia akaijua. Ashakaa nyumbani, ashapotea njia katika msimu mzima, atajua ni kucheza na Yanga. Kani nilikwambia tu wa Malawi, nilikwambia hapa watoke tutawafunga tu. Sio kwamba nilikwambia kwa sababu nilijua, kwa sababu wale walitufungia kwao. Na mimi nina imani kama tutawafunga. Na kama wachukua hata 8 wao. Sema tu ndio kwambia siku mbaya kazini, mwisho wa siku zimesonga mbele wameondoka zao. Kina Mtibwa lakini hawana kina Mchizi Vunga. Nasema hivi, Mtibwa ni timu mzuri sana ya ligi kuu Tanzania. Mtibwa ni timu ya kihistoria sana Tanzania. Lakini bado kwa sasa hivi hawezi kupishana na Yanga. Tunakwenda kuchukua alama 3 basi kuna shida yoyote. Tena uwanja wa KMC. Haina shida kuchukua alama 3, tunaendelea na maisha mengine. Tunakuchukua alama 7. Wewe utakuja kuniambia. Na maana unataka kuniambia kesho tunaenda kushuhudia soka safi na magoli mengi. Hilo soka safi litakuja baada ya mwalimu kuingiza mifumo yake mipya, lakini kwanza pointi 3. Wewe unaweza kucheza vizuri kwa alama 3 na kuja yale. Yanga pointi zake michezo 3, alama 4. Cheza vizuri, cheza la msingi ni pointi 3. Hiki ndio kitu ambacho kinakusogeza kutoka ulipo kwenda mbele. Patrick Mabedi yupo kwenye position gani sasa? Safi sana, swali zuri ambalo sasa wana Yanga wote tunajiuliza hilo swali. Kama mwalimu anakuja na msaidizi wake, huyu Patrick Mabedi anakaa kwenye position gani? Uzuri msemaji wa klabu amekuja mbele amesema Patrick Mabedi anakuwa msaidizi namba 2 wa klabu. Kama kuna jambo lingine linakuja mbele atatuambia. Kwa hiyo atakuwepo kwenye benchi na leo kwenye press amekwenda yeye ameongea na waandishi wa habari na yupo kesho KMC, mwalimu mkuu anafanywa vibali vikikaa sawa atakuwepo naye, maisha mengine yataendelea. Ni wazi kwamba hata huyu kocha inaonyesha ni wazi kwamba bado hawamwamini na ndio maana Patrick Mabedi anaendelea kusalia kwenye benchi. Mwisho wa siku mikataba. Mwisho wa siku tuheshimu mikataba, viongozi wa Yanga wao na mkataba naye. Bado mwalimu aliyokuja hajasema mimi usinihitaji, lakini na imani kama mwalimu mpya aliyokuja sema amhitaji ataondolewa. Sababu mchezo wa mpira kama nilivyokuambia, kila mtu ana falsafa yake na kila mtu ana mweleo wake kana mtu kwenye benchi. Lakini nina imani hajamkataa, lakini kama angalimkataa, wangalivunja mkataba. Kwa nini sio vitu vya mpira vya kawaida hivyo? Sawa, amekuja kitu na mwalimu mpya. Mwalimu mpya na msaidizi wake ana kocha viungo, ana kila kitu iko hivi. Wewe kupisha. Sasa mkubali masharti ambayo lakini na imani amekubaliana naye kufanya kazi. Kama amekubaliana naye, watu wafanye kazi. Hamna tatizo. Mzungumzie kidogo Duke Abuya. Duke Abuya nilisema siku moja, mchezaji ambaye ipo siku anatufurahisha. Juzi alifanya kazi ambayo takatifu kabisa. Alikaa kwenye dimba, alikata umeme, alishambulia. Mwisho wa siku timu ikabalance, tukapata magoli 2, tumesonga mbele. Wapo ambao wanataka si Yanga tutolewe ili watucheke, lakini mwisho wa siku tumesonga mbele, tunasubiri matokeo makundi. Tunakwenda kuchukua watu wa makundi. Shukrani sana.